lakini na mapingamizi yasioisha mahakamani. Kwa sababu wanachoamini wao kwamba kitendo cha mahakama kuteua mtu fulani kusimamia mirathi basi automatically huyo mtu ni mrithi. Hapana, haiko hivyo. Kwa sababu gani? Kwa sababu mtu anayeteuliwa kusimamia mirathi, tunasema sisi kisheria kwamba yule mtu ni ameteuliwa tu kuvaa viatu vya marehemu. Kwa maana gani? Kwamba roho ya marehemu kwenye masuala ya mali zake zote anakuwa sasa ameivaa yule mtu, ili kuhakikisha kwamba anagawa mali kama vile marehemu ambavyo angetaka. Na anajuaje marehemu angetaka nini? Kama marehemu hakuacha wosia, basi kile kikao cha familia kinaweza kikasema kabisa kwenye muktasari kwamba mali fulani yapewe nani, ili yule msimamizi kazi yake iwe moja tu, kutekeleza yale matakwa ya familia yaliyoandikwa kwenye muktasari. Lakini sasa wengi huwa hawafanyi hivyo. Kitendo hiko kinasababisha baadaye sasa mtu akija kuomba usimamizi wa mirathi, basi wanaichukulia kama vile yeye ndo amepewa mali zote za marehemu azirithi. Kwa hiyo ni tofauti. Yaani hakuna uingiliano wa msimamizi wa mirathi na mrithi. Labda kama mrithi ni msimamizi wa mirathi. Okay. Ndiyo. Na katika hili je, ni wajibu upi ambao anatakiwa kuwa nao msimamizi wa mirathi? Msimamizi wa mirathi kama nilivyotangulia kusema hapo nyuma ni kwamba kwanza, kama familia ilishaandika kwenye muktasari wake wa kikao kwamba wanataka mali zigawanywe vipi, basi kazi yake ya kwanza ni kuhakikisha anafuata yale matakwa ya familia. Lakini kama hakuna yale matakwa ambayo yameorodheshwa, basi kazi yake kubwa ya kwanza ihakikisha kwamba amelipa madeni ya marehemu kama ya msimamizi wa mirathi. Alipe madeni ya marehemu kama yalikuwepo. Yaani kama marehemu alikufa anadaiwa, basi kwanza hakikisha kwamba analipa madeni. Lakini pili, aangalie kwamba akusanye mali zote sasa za marehemu. Kama aliacha akaunti za benki, kama aliacha nyumba, aliacha viwanja, aliacha ng'ombe, aliacha baiskeli, aliacha kochi la sebleni, vyote avikusanye. Alafu aangalie katika warithi wa marehemu wameorodheshwa pale warithi wangapi. Kwamba je, mama yake yupo hai? Yupo. Labda baba yake mzazi yupo hai? Yupo. Mke wake yupo? Ndio. Watoto wangapi wako hai? Wote wanaorodheshwa. Alafu sasa anagawa zile mali kulingana na umri au kulingana na kabila ambalo au dini aliyokuwa anaiamini marehemu. Na hiyo mara nyingi huwa inategemea sasa na marehemu amekufa akiwa anaamini kitu gani. Kwa kama ikitokea kama marehemu alikufa akiwa anaamini mila labda ya Kifipa, mpaka anakufa taratibu yake ya kuoa alioa Kifipa, maisha yake alikuwa anaishi Kifipa, mpaka siku anazika walikuja watani wakafanya hivi, wakatemea mate kwenye kaburi, sijui kafanyika nini. Yaani zile taratibu za Kifipa zilifanyika wakati wa maziko. Basi tunasema huyo mtu alikufa akiamini mila yake ya Kifipa. Kwa hata mali zake zitagawanywa kwa mila ya Kifipa. Kama mila ya Kifipa watambui kwamba wanatambua kwamba wanaume ndo wanarithi kwanza, alafu wanawake wanafuata, tutafuata taratibu hiyo hiyo. Kama Wafipa wanaamini kwamba mke aliyeachwa bila watoto labda haruhusiwi kurithi mali, ila anaruhusiwa labda kupelekwa nyumbani kwao au kuendelea kuishi katika hiyo nyumba, tutafuata taratibu ya mila hiyo. Lakini kama marehemu alikufa Kikristo, basi tutafuata taratibu za kiserikali kwamba kuna asilimia ambayo atapata mke kwanza, alafu zinazofuata ndio watagawana watoto na wazazi na ndugu wengine waliobaki. Lakini kama alikufa Kiislamu, wana taratibu zao pia. Atarithi kwanza mke, watarithi watoto, alafu kama aliacha wakfu marehemu, labda aliacha mali fulani iende kwa mtu wa nje kwa matamko yake mwenyewe, basi zitapelekwa hivyo. Kwa hiyo tunaangalia sasa yule marehemu alikufa kwa namna gani, ili sasa yule msimamizi wa mirathi hakikisha anagawa mali kwa kufuata utaratibu huu. Naam. Ndiyo. Kumekuwa na changamoto kwa baadhi ya watu kuwa na ile hali ya kukata tamaa katika swala zima la kufungua mirathi, kwamba kumekuwa na mlolongo mkubwa sana mpaka kufanikisha swala hili la kufungua mirathi. Je, yapo madhara yoyote yanaweza kujitokeza endapo mtu hatofungua mirathi? Wakati naelezea mwanzoni kabisa nilisema kwamba kazi kubwa ya kufungua mirathi ni kuhakikisha kwamba mali za marehemu sasa zinaanza kufanywa kazi. Kwa maana ya kwamba bila msimamizi wa mirathi huwezi kuuza, huwezi kukodisha, huwezi kupangisha, wala huwezi kugawa mali ya marehemu. Kwa hiyo unakuta watu kwa sasa hivi wanaishi kwa amani, si ndio? Labda baba marehemu amefariki, aliacha watoto wake 6, wanaishi kwa amani. Aliacha shamba labda eka 27, wakawa wanalima wote kwa pamoja. Wale watoto 6 wakazaa watoto wao. Wale 6 wakafariki, wakaacha watoto wao. Watoto wao kwa sababu wamekuta utaratibu wa baba zao kuishi kwa amani, wakaendelea kuishi kwa amani. Lakini labda mmoja akawa na tamaa kidogo kuliko mwingine, kwa hiyo kukawa kuna mzozano, lakini labda maelewano yakawa bado yapo. Sasa wale wajukuu nao wakazaa watoto wao ambao hawajaelewa ile system ambayo aliacha baba yao, babu yao. Unakuta mmoja kwa sababu alikuta baba yake labda yeye ndo anasimamia zaidi, anaona kama vile familia yao wao ndo ina haki zaidi. Kwa hiyo pale sasa ndo yanaanza kuja magomvi. Sawa.
Na kama ingetokea kwamba kipindi kitu kile kile babu wamefariki, wakafungua mirathi, wakagawana au hata bila kugawana wakakubaliana kwamba hizi mali zinatumika pamoja, ikaendelea hivyo, na kwa wale waliofariki mara ya pili, wale wazazi wao 6, na ikaendelea hivyo kwa wajukuu, na ikaendelea hivyo kwa vitukuu, labda ingepunguza hayo magomvi ambayo yangetokea kwa awamu ya 4. Lakini ukiacha kufungua mirathi, tafsiri yake ni kwamba huweki ule utaratibu wa kuendeleza hiyo mali ambayo imeachwa na marehemu. Kwa awamu ya kwanza inaweza ikaenda vizuri, kwa awamu ya pili inaweza ikaenda vizuri. Matatizo yanaweza yakaanza kutokea awamu ya 3. No. Au mkaacha kufungua mirathi kipindi babu amefariki, si ndio? Akawa ameacha watoto wake 6. Watoto 6 wakaenda vizuri bila mgogoro. Walivyoacha watoto wao sasa, yani wale watoto 6 wakiacha watoto wao, ndo akatokea mtu mwingine tena nje kabisa ya ukoo. Akasema lile eneo ni la kwake na lilipata kihalali kutoka serikali ya kijiji. Nyie mnaweza mkawa kweli mlikuwa mnalitumia hilo eneo kwa tangu babu yenu. Sawa. Mnaweza mlikuwa mnatumia hilo eneo tangu babu yenu, baba yenu, lakini kwa kuwa tu hakukuwa na usimamizi wa mirathi, mkapoteza ule ushahidi wa umiliki kutoka kwa babu kuja kwa vitukuu. No. Unaona, kwa hiyo hayo ni madhara ambayo yanatokea. Mwisho siku wajikuta mnakuja kufungua kesi, lakini mnaokuja kudai ni wajukuu ambao hamna haki kwenye mali ya babu yenu. Wakati kiuhalali watoto wake ndio walitakiwa kwanza warithi wao. Alafu mali ikitoka kwa watoto ndio ije kwa wajukuu. No. Kwa hiyo kuna madhara makubwa kusipofunguliwa mirathi kwa sababu hiyo. Yaani unakuta tayari kuna gap hapo katikati kabla ya kufikia wewe ambao ni generation ya 4 kutoka kwa babu yako. Naam. Katika swala zima la usimamizi wa mirathi, je, ni lazima msimamizi wa mirathi awe ndugu wa karibu au hata mtu baki anaweza pewa idhinisho na mahakama katika kusimamia mirathi? Nitangulia kusema kwamba mtu baki pia anaweza akapewa usimamizi wa mirathi kama ikionekana kwamba familia yenyewe hamueleweki. Yaani inawezekana mkawa wengi lakini kukaa hakuna hata mmoja ambaye anaweza ile usimamizi wa mirathi. Kwa hiyo mahakama inaweza ikateua mtu mwingine nje kabisa ya familia au ikateua watu ndani ya familia lakini ikawapa tena na mtu wa nje ili kuwasaidia katika kusimamia mirathi. Kwa hiyo inawezekana kabisa mtu baki tena ambaye hata uhusiani na familia, inawezekana hata hawajui, akajumlishwa kwa msimamizi wa mirathi. Lakini hilo la kwanza. La pili, mtu ambaye anamdai marehemu pia anaweza akaenda kuomba kwa msimamizi wa mirathi. Kikubwa tu ana uthibitisho kwamba mimi namdai marehemu. Ndio. Unaona, kwa hiyo ikitokea kwamba kuna mtu anamdai marehemu na mirathi bado haijafunguliwa au hata imefunguliwa, anaweza kwenda kuomba na yeye akawa sehemu ya wasimamizi wa mirathi na akateuliwa katika utaratibu wa kusimamia ile mali ambayo yeye anaidai, kuhakikisha kwamba haki zake anazipata kama mdai wa marehemu. Naam. Ndio. Sawa, muda ukiwa tukimbia, dakika ni 58 hii hapa. Zimekasoro dakika 2 tu kuweza kutimia saa 12 kamili za jioni. Labda ni neno lipi sasa unamwambia msikilizaji ambaye anafuatilia wakati huu juu ya umuhimu wa kufungua mirathi hii? Kwanza kabla sijaingia huko kabisa, ningependa kusema kwamba kwa wale ambao wapo kwenye ndoa, ni vizuri mkaandaa wosia. Kama nilivyotangulia kusema katika kipindi cha wiki iliyopita, ni vizuri mkaandaa wosia. Lakini kama imeshindikana kuandaa wosia na ikafikia hatua hiyo ya mirathi, basi mhakikishe kwamba mnaacha mazingira mazuri ya wale warithi wenu kupata haki zao. Na hii nitaiunganisha pia na kipindi cha ndoa, kile nilichokielezea wiki 2 zilizopita, kwamba kwa wale ambao hamjaoana rasmi na kupata cheti, lakini mmeishi kwenye dhana ya ndoa miaka 20, mnaweza mkashangaa siku ambao umekufa mirathi yako wewe mke wako asipate, japo wewe ulikuwa unaamini ni mke wako wa miaka 20. Lakini kwa sababu tu kile kitendo cha wewe kutomrasimisha rasmi kikamnyima yeye haki ya kupata sehemu yake ya mirathi, kwa sababu ukoo wako wewe wanaweza wakaja baadaye wasimtambue yeye kama mke wako, mpaka kwa kuna shahidi wengi. Ili kupunguza migogoro, ni vizuri kuhalalisha vitu kama ndoa, lakini pia kuandika wosia. Unaona, lakini pia kwa wale ambao wanaona kama vile labda kuwahi kutengeneza mirathi au kuwahi kufungua mirathi inaonekana kama vile mlikuwa mna uchu wa mali za marehemu, hiyo nayo ni dhana potofu sana, kwa sababu mapema mwezavyo mkiweza kufungua mirathi mapema iwezekanavyo ni nzuri kuliko mkisubiri tayari mambo yakishakuwa magumu. Wengi Mpanda sana kwa hapa Mpanda kwetu wanafungua mirathi ikitokea migogoro. Yaani shamba limevamiwa, shamba ni la marehemu, basi ndio watu sasa wanakimbilia mahakamani wakafungua mirathi ili kutatua ule mgogoro. Sasa ile ni njia ambayo kwa namna moja au nyingine inasumbua mahakama. Yaani kama ingetokea kwamba zile mali zilishagawanywa mapema, ingetupunguzia zile kerokero za foleni za kesi mahakamani, kwa sababu
tungekuwa tayari mtu anajulikana mrithi halali ni huyu, ili kama mtu anaweza kwenda kutafuta hati basi akatafute hati. Kama mtu alikuwa anataka kuendeleza kile kiwanja labda kwa kujenga nyumba basi angejenga nyumba. Lakini hii ya kusema mnakaa mnasubiri mpaka inatokea mgogoro, ndio huaga inaleta foleni nyingi sana za kesi mahakamani. Ndio. Kwa hiyo kwa ushauri wangu ni vizuri wakafungua mirathi mapema. Wasiogope ile dhana kwamba mtakuwa mnaonekana mna uchu wa mali za marehemu. Naam. Sawa, mimi nikushukuru sana wakili kwa darasa zuri kabisa linalohusiana na swala zima la mirathi. Ni dhahiri kwamba msikilizaji umeweza kutambua kwamba nini maana ya mirathi, lakini umeshauriwa hapo kwamba msiogope kwenda kufungua mirathi mapema kama ya mali za marehemu. Hapana, hapa mwanasheria. Na mimi nikushukuru sana. Kwanza